hiyo ya klabu bingwa barani Afrika. The way ulivyotazama mchezo, Yanga alitimiza matakwa yake kwa 100% baada ya kushinda mabao matatu dhidi ya JS Kabylie. Huo mchezo huo hatuwezi kujadili sana kwa sababu tayari una matokeo chanya kwa upande wa Yanga. Watu wanashindwa kuamini sare ya bila kufungana pale Cairo. Na hapa ndipo pointi ilipo. Hii imetoa funzo kwa vilabu vyetu, kwa maana ya kwamba usimtegemee mtu akufanyie jambo lako ukiwa na jambo la mtegemea cha nduguye ufa maskini. Na ndio kilichotokea kwamba inapotokea swala zima la utafutaji wa pointi, tujifunze, tupambane na mechi zetu za nyumbani, zile za away tupambane kulingana na hali ilivyo. Kama unatafuta matokeo ya sare utafute, lakini ikitokea umepata alama tatu pia ni vizuri. Ikitokea kitu kama hichi watu wajifunze sasa, kwa sababu umeona wakati wewe unategemea mwenzako akufanyie hivi, kumbe ana mawazo yake tofauti kabisa. Na hii imetoa fundisho kwamba zile nchi za Afrika Magharibi ni ngumu sana kusalitiana, kwa sababu wao kuna kitu kimoja ambacho watu hawakijui. Wao wanatengeneza legacy ya kwao, utawala wa soka la Afrika. Kwamba utawala wa soka la Afrika uko chini ya nchi za Afrika Magharibi, hususa ukiangalia kuna rekodi nchi za Kiarabu zile zimetawala. Kwa hiyo ni ngumu sana wao kuweza kukubali kudhoofishana wao kwa wao, kuharibiana wao malengo, kwa sababu tayari wao wana legacy yao wenyewe ambao wanatamani iendelee. Kwa hiyo inapokuja sasa jambo kama hili la kumhitaji, afu ukizingatia kabisa ni ukanda wa Afrika Mashariki, ukanda ambao kisoka takribani zaidi ya miaka 30, ni ukanda ambao ulikuwa unaonekana uko chini sana kisoka. Ni takriban miaka kama miaka 10 tunavyozungumza mpaka sasa, ndio ukanda wa Afrika Mashariki, hususan eneo la Tanzania, ndio kumekuwa kuna competition sana ya football, hususan zinapocheza na zile timu za Kiarabu zinapata wakati mgumu. Kwa hiyo utaona hata wao hichi sio kitu kizuri kwao, hawakipendi. Na kimahesabu unaweza ukashangaa kwa nini imetokea vile. Ahali hata yeye mwenyewe hakuwa anafurahia Dar es Salaam Young Africans kwamba asonge mbele, kwa sababu tayari alishamuona ni mpinzani mgumu, mtu ambaye anaweza kubadilika kadri michezo inavyokwenda. Kwa hiyo huyu ukimruhusu apite, huenda akawa mtu wa kwenda kukudhibia kufikia mafanikio yako. Kwa hiyo kama imetokea nafasi ya wewe kuweza kumtoa, ni bora umtoe mapema, uende ukapige mahesabu mengine mbele. Kwa hiyo ndio kilichotokea. Yote kwa yote, timu zimeshatoka zote 4 kwa upande wa kombe la shirikisho, lakini klabu bingwa barani Afrika tujipange kwa mashindano yajayo. Hapa tayari kuna jambo tumejifunza. Hakuna kudharau timu na hakuna kuhitaji kupiga mahesabu na hizi nchi za Afrika Magharibi. Hichi ni kitu kikubwa kinatakiwa kikae akilini mwetu kuanzia sasa. Yes, kila mtu ashinde mechi.